Kungu. Kwa majina Nicholas Juma Kungu. Nimezaliwa kule Awasi. Hapo ndipo nilikutana na Yesu. Basi nikianza maishani mwangu pamoja na maisha ya boma letu. Tulizaliwa kwa nyumba ambayo tulikuwa watoto wa 7. Basi wanaume walikuwa watu 5. Basi wa kike walikuwa 2. Nafanya kazi hapa mjini pale Karen. Alikuwa mtu mtulivu, moyo safi. Hata hivyo mateso ambayo ilikuwa kwa boma letu angeweza kuyaona. Aliona kana kama ni vitu ambavyo zinatendekea kwa kila mtu. Hata hivyo ilikuwa ni ibilisi. Basi mama wetu pia alikuwa anafanya pale kibarua kule sehemu za lango. Walikuwa wanajaribu watu 2 ili waweze kulea watoto wao. Hata hivyo ibilisi hakutambua hayo. Mateso ilikuwa mingi kwa boma letu. Ufukara ilikuwa mingi kwa nyumba. Njaa pia ilikuwepo kwa nyumba. Amen. Ilifika wakati basi bado tukiwa wachanga, kama mama ameona mateso inaongezeka, aliona ni vyema bebe watoto wake aende nalo mjini. Vile tu mnajua mama ni mtu ambaye anajali watoto wake sana. Alitujali akiona watoto wanateseka. Hilo jambo ilikuwa uchungu kwa mama wangu. Nilipata kama ndugu yangu mkubwa na amefanya darasa la 7. Alifikia hapo. Baada ya kumaliza, mwadui wa shetani walikuja wakamshika. Akapotea. Huyo shetani alikuwa anampeleka kwa ukoo. Wakati mama anamtafuta, akienda kwa boma la ukoo anaambiwa kwamba ndiye ametoka sasa. Alipitia tu hapa lakini alisema anarudi kwa haraka. Kwa sababu alikuwa na sare za shule. Amen. Wakati ameenda kwingine, anaambiwa kwamba sasa ndiye ametoka. Alikuja tu kutusalimu kwa haraka. Ilifanya mama akatafuta kwa wiki 2. Wakati alimpata kama ameenda kusiaga pamoja na watoto wa hilo boma. Na hata hivyo angeweza kumtambua mama. Lakini mama alikuwa amemtambua. Walirudi naye nyumbani. Hizo ni baadhi za maneno ambazo zilitendeka. Kama macho yangu naona hayo vitu. Baada ya mamangu kuhama, alijaribu kuleta waombezi wa mishumaa. Ikiwa darasa la 7. Tukishakuwa watoto ambao wamekuwa sasa, ambao wanaweza kujitegemea. Niliwacha darasa la 7 nikaenda kufanya vibarua. Ili niweze kuishi peke yangu. Tena mwadui kwa niambia fanya kazi usaidie mamako. Wakati ilifika watoto wote wamemaliza shule. Babangu akastaafu. Akarudi nyumbani. Ile nyumba ambayo mamangu alikuwa anaishi ni nyumba ambayo ilikuwa imezeeka. Ni nyumba ambayo wakati mvua inanyesha
Watu wanakuwa na uoga kwa hilo nyumba. Ni nyumba ambayo ingeweza kuanguka wakati wowote. Wakati mwingine uko fulani kakuja, wamekuja kupatia ushauri kwa watu, kwa wazazi wangu. Tulidhania kwamba wamekuja ili waweze kujengea wazazi wetu. Wakati nilitega sikio kwa kile jambo ambalo walisema, basi ile wazazi wangu wakati miti miwili waimize nalo nyumba, kwa sababu hili nyumba itawaangukia. Hilo jambo ilikuwa uchungu kwangu wenzangu, kwa sababu hilo jambo ilishika wazazi wangu. Na hili hata hivyo mateso iliendelea tu. Wakati baba wetu alirudi nyumbani, ilifika sasa wakati mama anaenda kutafuta, kwa sababu babangu amestaafu, ametoka mkono mtupu hapa mjini. Miaka 25 kama hakuna kitu wamerudi nacho. Nyumba imezeeka kwake, mateso ipo, njaa pia ipo kwenye hili nyumba, mavazi ni shida. Haya maneno yaliweza kutushika, lakini mama akaambia baba, keti hapa, kwa sababu umefanya kazi ukarudi mkono mtupu. Wacha mimi niende nijaribu pale ugenini. Vile watoto wako wamekuwa, watu wamekuwa, kila mtu anaweza jitafutia vile anajua. Naweza tafuta tukule nawe. Amina. Dadangu ambaye anafuata kijana mkubwa, imefika wakati anaenda kuoleka. Alienda kuoleka kule Kindu. Alioleka kwa yule ambaye kuna mkono mzuri. Amina. Lakini hata hivyo, kukaa hapo haikuenda sana. Kulikuwa na mapepo hapa kwa nyumba letu ambayo ilikuwa inaua watoto. Amina. Lakini ni mapepo ambayo wanafanya watu wanakuwa kapera. Kama haujakuwa kapera, ule mke ambaye umeoa ndiye anakufa. Watoto pia shetani akikubali wakue kwa hilo nyumba, watoto nishati pia wafe. Hao ni maadui ambao waliinuka, ambao walitazama nyumba letu dhahiri. Hakuna kukua pale inaweza kuwa, hakuna uzuri inaweza kuwa pale. Nilirudi hapa mjini, tukishazindikisha babangu. Nimesema babangu, sasa kati hatu hapo nyumbani, wacha sisi tuende tuteseke kule kwingine. Tukipata kidogo tutakutumia. Lakini hata hivyo, kidogo ambayo tungeweza kupata ilikuwa ni ile tu ya kutosha ya kukula. Haitoshi ya kusaidia mzazi, kwa sababu ya ibilisi walikataa. Amina. Basi namshukuru Yesu, mwalimu mkubwa. Wakati mwingine nimesema wacha niende kwa maombi, ili niende kuomba na wenzangu. Sasa hiyo niko na miaka 24. Mateso imetutosha, njaa ipo. Nimesema wacha niende nimwombe huyu Mungu. Amina. Nimeenda nikasikia neno la Yehova, neno likafunzwa, neno likahubiriwa. Nimesikia kama umefunza neno, maneno ambayo yanaweza shika mwanaume na maneno ambayo yanaweza shika wanawake. Nimeona kama wanakuza maneno ya ufukara, mateso pia wanaizungumzia. Nasikia kama haya maneno imeshika boma letu, tena zimekuwa karibu boma letu. Amina. Wakati huo ninaposikia neno la Mungu, wakati injili ilitua, mateso imekuwa mingi sana. Nyumba la baba wetu ilishaanguka chini. Ndugu yangu mkubwa alitafuta pesa nyingine kidogo,
Hata kule kwetu wan kod mier mane ji othoe. tuko na boma ambalo watu walifariki. Samoro iwuok dalano. Wengine wanaume wa hilo boma nosiwuok e dalano. walishatoka kwa hilo boma. Koro ot man ochung' modong' kanyo en mar wuoro kod miyo. Sasa ile nyumba ambayo imeweka imesema pale ni ya baba na mama. Nyalo bedo ot moti. Inaweza kuwa ni nyumba ambayo imezeeka, mama bati olokore rakwar, ambayo mabati imebadilika nyekundu. Odno wengi konyok to nyalo uso. Basi ile nyumba wenzake wakiamua wanaweza iuza. Odno mano wadwa ong'iewo. Ile nyumba ndio ndugu yangu alinunua. Oneno ka ot koro dhi lwar. Aliona kama ile nyumba inaenda kuanguka. Mane ot mane ogero ne wuonwa. Ile ndilo nyumba ambayo alijengea babangu. Mondo wuonwa odagie. Ili babangu aweze kuishi pale. Paki Yesu jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama hiyo injili joturwa. Wakati nasikia injili wenzangu, nimesikia wakisoma andiko. Kitabu cha Ecclesiastes 4. Kwa kitabu cha Ecclesiastes 4. To awijo kawachino. Nimesikia kama hilo neno ochope chunya. Imefika katika moyo wangu. Wachino ne wacho ni na hilo jambo ilikuwa inasema. Bange kana chaka rango tibe misando muje penyini. Baadaye nilikapotazama mateso ambayo watu wanateswa nayo katika ulimwengu. Na neno ndo misando kaiwa. Niliona wale ambao wanateswa wakati wanalia. Lakini hakukuwepo na mtu wa kuwasaidia. Kwa sababu wale ambao walikuwa wanatesa walikuwa na nguvu kubwa. Nikasema hilo jambo naelezewa mimi. Kwa sababu hii ndio kitu ambacho kinanitendekea. Ile inatendekea pia babangu. Ile inatendekea watoto wetu wote. Basi hili ni jambo ambalo limenijia. Wakati injili inapotua, nikaenda nikamlilia Yesu. Nikamlilia Yesu. Nikihesabu mateso ambayo niko kwenye boma. Wakati nikapolia, nimeona ndugu yangu mkubwa vile amebaki. Kwa sababu ilikuwa ni uchungu kwangu. Kwa sababu yule mke ambaye alioa alimwacha. Yesu asifiwe. Yule ambaye alioa wa pili amefariki. Amefariki na watoto wawili wote. Amebaki na kijana mmoja. Huyu ndio kijana ambaye alikuwa kitenda mimba. Nilimuita Yesu niokoe mimi mwenye dhambi. Yesu niokoe mimi mwenye dhambi. Wakati namuita naona mateso. Wakati naita naona kile ambacho inaishi katika maisha yangu. Kwa sababu maadui hawakufikia kwa mateso peke yake. Waliingia katika maisha yangu. Wakaniwekea usherati, wakaniwekea ulevi, wakaniwekea kutembea kurandaranda. Mimi ningeweza kurandaranda wakati wa Jumapili kama siku ya leo. Nilikuwa ni wakati wa kwenda kwenye sinema. Kule ambayo ilikuwa kwenye mjini hapo. Ningeweza kununua gazeti ili nitazame kila ambacho kinatendeka kwenye sinema ya mjini. Kama sijaona KBC sinema yake sio mzuri, naenda kuona kasino ama naenda kwenye kameo. Ningeweza kutembea hapa mjini. Yesu asifiwe. Hilo jambo mwenzangu, hayo maneno yalinichosha moyo. Zilikuwa zinatembea nami, zilikuwa zinaishi nami. Mimi wakati napotembea ni dhambi ndio nawaza. Hata nilikuwa nafanya kazi ni dhambi ndio nawaza. Hata nikilala ni dhambi ndio nawaza. Hakuna kitu kizuri ningeweza kuwaza. Kitu ya pili, wakati napotazama boma letu vile ilikuwa, nilikuwa nafanya na wachana na dhambi. Kwa sababu sikujua kama kuna kitu njema. Hakukuwa na tumaini pale. Eti siku moja ili boma itainuka. Nikajiachilia kwenye dhambi zote. Ili nifanye matendo zote ambazo binadamu anaweza katenda. Wakati niliinuka kwenye goti, nikishamuita Yesu ili aweze kuniokoa moyo, niliinuka nikaketi chini. Wakati ibada inapoisha, mhubiri ambaye alihubiri alikuja kwenye pembe ambayo nilikuwa. Akaniambia, kijana umemuita Yesu, lakini bado wewe ni mchanga. Kuna jambo ambalo limebaki ambayo inakulazimu utafute. Kama hautafanya hivyo,
ambazo ulikuwa unazitaja zitaenda bure. Yesu ambaye umemwita atakuwa kitu ya bure. Sasa hii ndio kitu ambacho kitalinda wokovu, ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa rudi nyumbani, usirudi kwenye dhambi tena, kwa sababu Mungu anachukia maovu. Amina. Namshukuru Yesu. Wakati nirudi nyumbani, kulikuwa na bangi ambayo nilikuwa nimehifadhi, ambayo tutaivuta jioni. Naye pia pombe tulihifadhi, tutaikunywa wakati wa jioni. Jambo ambalo nilipokea iliniosha moyo. Wakati niliingia nyumbani, moyo mwingine ikaniambia, chukua hizi vitu ukazichome. Naona kama kwa ukweli hiyo moyo sio mimi, kuna mtu mwingine ananizungumzia. Nikachukua hizo bangi, nikaziweka chini, nikachukua pombe, nikaweka pale. Hiyo moyo tena kanieleza, ile kwenye kikapu ambalo uliweka pale, chukua zile picha ambazo ulipiga wakati wa maranda, usimwage pale. Hizi zote si zako. Nikarudi tena, nikaketi chini. Nesi kama ile moyo inanizungumzia, zile kada ambazo ulinunua za maranda, uzichague zote uziweke pale. Vile nilishaziweka, ndugu yangu ambaye ananifuata akakuja kwangu, akaona kama kuna kichaa ambalo imenishika, akaniuswali, ndugu yangu, ile kichaa ilishika Joseph ndugu yako ndio imerudi kwako. Nikamwambia ole, kuna jambo gani nimeipokea? Nilienda kwa kanisa leo, na ile jambo ambalo nilisikia ndio inanifanya nafanya hivi. Nikachukua kibiriti na mafuta ya taa, nikamwaga kwa hizi vitu, nikaziteketeza. Yesu asifiwe. Marafiki ambao tulikuwa tunafanya nao hizi kitendo wakinitembelea wakati wa jioni, vile tumekuwa tukitenda, wamepata na kipumzika. Wakauliza, wewe ni mgonjwa? Nikasema ole, mimi sio mgonjwa. Kuna jambo nimepokea. Ni jambo gani? Wokovu. Yesu asifiwe. Yesu ameniokoa. Sasa leo hata zile ambazo tulihifadhi nilishazichoma. Sisihitaji tena. Nataka nitembee na Mungu. Nataka kutembea na Yesu. Yesu asifiwe. Wakanipatia ujumbe, wakanipatia wakati. Wanasema tutayaona. Ninja pia anaweza kuokolewa. Yesu asifiwe. Huyu ni raha, hawezi kuokolewa. Alitufunza maneno mengine, jinsi gani anaweza sema ameokoka. Yesu asifiwe. Nikaanza kufuata neno la Mungu ili nifunze maneno za kiroho. Nikakaa kwa muda, roho haikunijaza kwa haraka. Yesu asifiwe. Nikaoa kwa haraka. Babangu aliniambia kuna binti wa Nyakidimo ambaye yuko mahali hapa. Vile unasema umeshaokoka, ni vyema upate mwanamke mwingine ili uweze kuishi naye. Huyu binti tunajua babake, tunajua mamake. Nikasema oyo, nitafanya hivyo kwa sababu umesema. Lakini moyo wangu haikutaka nioe na sasa. Amina. Sasa wenzangu, nilioa kwa haraka bila kujazwa Roho Mtakatifu. Nikaoa huyu binti. Wakati nimemuoa, zile vile ambavyo vinatendeka pale kwetu, mapepo ambayo wanatoa wanawake, ikatoa huyu mwanamke. Baada ya miaka 4 mtoto hatukupata. Yesu asifiwe. Baada ya haya miaka 4 hakuna mtoto tumepata. Yeye pia ameenda kaniacha. Vile tu wenzangu wengine, kwa sababu ndugu yangu mkubwa ameoa mwanamke mkubwa, amemwacha. Akioa mwanamke wa pili,
wamekaa naye wakafuata watoto watatu. Dhako ni otho. Huyu mwanamke akafariki. Nyithindo ariyo. Hao watoto wawili Manyiri. wasichana bendo otho kapok ochako skul. Wamefariki baada ya kuanza shule. Koro weye gi nyathi achiel mawuoyi. Akamwacha na kijana mmoja. Ochako kendo dhako mar adek. Akaoa mke wa tatu. Dhako mar adek ni huyu mke wa tatu bendo dhi. Pia alienda. Kendo mar ang'wen. Akaoa wa nne. Mar ang'wen huyu wa nne otho. Akafariki. Yesu pake. Yesu asifiwe. Mar abich ule wa tano bendo ameenda. Oting'o bade malo. Ameinua mkono wake. Wacho nyoka kende kendo. Amesema sitaoa tena. Owadwa maluwo. Ndugu yangu ambaye namfuata. Okendo nyako maber ahinya. Alioa mwanamke mrembo sana. Onego bed ni somo daktari. Ambaye kuna stahili kwenda kusoma udaktari. Ugisi ni biabia. Akaelewa kwamba kuja tu. Anakuja na makanika. Mimi nimejifunza mechanic. Abiro teni. Nitakupeleka. Jochinde magichode. Mapepo ya usherati. Nongo ni kumwadwa ni. Ilianguka kwa ndugu yangu. Oweya ode. Akawacha nyumba yake. Dage na Mkamba. Akaenda na binti wa Mkamba. Penye bulbulka. Pale Gulgul. Koseda kone kama. Akishaishi naye pale. Koro weya ode. Amewacha nyumba yake. Dako ni ode. Huyu mwanamke ameenda. Toka dako ni osade. Baada ya huyu mwanamke kwenda. Dage mginyi tina hiyo matini. Alikuwa na watoto wawili wadogo. Tina hiyo to. Watoto wawili wamefariki. Wado oto. Ndugu yangu amefariki. Yesu pake. Yesu asifiwe. Dako ni be. Huyu mwanamke pia oto. ameenda kakufa. Maguchungi mane kile dalawa. Hayo ni mamioyo ambayo zinatumika katika boma letu. Kata kokode kama mke hajaenda to na mke anafariki. Kani pinyo vyo upon. Kama hao watoto wamekuwa somo gibe la kama. Masomo inapotea hivyo. Apako Yesu. Nimemsifu Yesu. Wanaona dokoda. Hiyo ambayo nilikutana nami. Kwa kungio chana. Bila kutazama matendo yangu. Yesu paka. Yesu asifiwe. Kungio tibena. Hajajali matendo yangu. Yesu waruchunya. Yesu akaniokoa moyo. Samana kido kwa ukapungiro. Wakati nilioa bila kujaza Roho Mtakatifu. Haya mioyo yakainuka katika boma langu. Wakatoa huyu mwanamke nje. Nikabaki hivyo. Nikarudi kwenye wazo langu. Nikaanza kutazama boma letu. Natazama nyumba yetu vile na ilivyo. Naanza kuona picha ya ndugu yangu. Naona kila kitu kimemtendekea. Naona ndugu yangu ambaye namfuata. Naona vile ambavyo zimemtendekea. Dada yangu ambaye anafuata yule mkubwa. Ambaye alioleka kule Kindu. Pepo ilimuua kule na mke wake. Wakiwa kule Kindu. Mawazo yangu yakaanza kusoma haya maneno. Nikasema ya kwamba Roho ambaye sijampokea ndio maana ikafanya huyu mwanamke ameenda. Nataka nitafute roho kwa bidii. Sitaki maneno ya kuona sasa. Kwa sababu haya maneno yatanitesa. Yesu asifiwe. Nitafuta Roho Mtakatifu wenzangu. Wakati wetu kwa nyumba ya mchungaji mwana wa Gemu. Mhubiri mwingine pia alikuwa pale. Tumeenda kuwatembelea. Tulikuwa vijana watatu. Tunaelezewa ya kwamba hawa watu ni sharti wajazwe na Roho Mtakatifu. Mgeweka kama anapika ugali. Ugali yake tutakula. Sharti wajazwe na Roho Mtakatifu. Hawa wataribu watoto wetu. Sharti wapokee Roho Mtakatifu. Moyo wangu ilikuwa na uchungu wenzangu. Kwa sababu kile maneno ambayo zilikuwa zinavishwa kwangu nikana kwamba zinaharibu mtu. Lakini ukikubali haya maneno na kutengeneza. Yesu asifiwe. Wale tuliokolewa nao haya maneno magumu walikuwa wanaelezewa. Wengine walikuwa ni kama ni dharau. Wengine wakapenda kando wakamwacha Mungu. Wengine wakamwacha Yesu. Mimi niliapa kwa Yesu. Haya maneno magumu ambayo nasikia ambayo nikana zingine za kama matusi. Hiyo nataka nisadiki nazo. Hapo ndipo kuna njia ya usaidizi wangu. Amina. Namshukuru Yesu. Yesu alinikabidhi Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu nikamuomba huyo Mungu. Nimeomba mwaka 1.5. Amina. Nikauliza kwamba mwanamke akimwacha mtu akai sana kwa muda. Kwa sababu yule mke akiolewa kabla wewe kuoa amekuzuia. Nilisema hayo ni maneno ya ulimwengu. Haitatoka kwa Mungu. Nikasema mimi nitalinda tu ile neno ya Mungu ambaye nimeipokea. Roho ambaye imenijaza
katimo weche modwaro. Nikifanya yale ambayo anahitaji. Roho nongisane la mwenye sahi. Roho ikaniambia omba Mungu. Uniyuni nyari. Ili upokee binti wa imani. Ndio wewe Kenya mabaya. Ili uende kwenye ndoa takatifu. Maana kima na timu jojo. Hiyo ndio kitu ambacho nilitenda wanadamu. Kuna Yesu niyo kama. Namshukuru Yesu. Maana poka yule dada no. Baada kumpokea huyo dada, baba mtu. Baba alikuwa aligonjeka. Tuno make mate. Ugonjwa ilimshika nguvu. Maana ukosea dala kindo. Baada ya kutoka nyumbani tena, tuchinde magechan, mapepo ya ufukara, tuchinde magekech, mapepo ya njaa, ugole dala, ikamtoa nyumbani. Odok kidogo ndo kibarua pinya ro. Ameenda kutafuta kibarua kule Nairobi. Wapango bimuse. Tukaanza na mzee. Usindi wero. Mzee natafuta, halibedi wero. Na mimi natafuta. Ijendi bedi wero. Jana natafuta. Wapango lai. Tukapanga laini. Kamili ndio kibarua. Wale wale kutafuta kibarua. Bora ndokode. Tunakutana na yeye. Yesu paki. Yesu asifiwe. Wewe manye sai. Vita ya Mungu. Tuno ni kwa baba. Ilibidi niende na baba. Baba neno. Baba akafariki. Taworo ya sibu. Basi na mstaajabu mwadui. Chan elgimaraj. Ufukara ni kitu kibaya. Keche elgimaraj. Njaa ni kitu kibaya. Liendu wonwa. Unajua babangu, umene manijio chamu. Kwa matanga ya babangu, omene ndio watu walikula. Usipu na moro. Rafiki wangu mwingine, mwanaume ya moro mongo. Akanipatia kondoo mwingine ambaye imelemaa. Ndio yange aliendu wonwa. Ili ichinjwe katika matanga la babangu. Mekechi die. Kwa sababu ya ufukara. Mekechi chamu. Kwa sababu ya ufukara. Hewa iko wonwa. Tulizika babangu. Ndoke pinda ro. Nimerudi Nairobi. Yesu pa. Yesu asifiwe. Na doka la mwenye sai. Nilirudi nikamuomba Mungu. Watu ni Yesu. Nikamsema Yesu, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Kiwaunga. Kama unaokoa mtu, dilitonga. Unamlinda mtu, jingwedonga. Unabariki mtu, kipedo konga. Unakuwa na mtu. Weche matimu rengi. Haya mambo yanatendeka. Yeye ni chingwa. Najua siku moja na nebe. Nitaona mema. Na nengono. Nitaona neema. Yote njesai kuja weche mabaya mwa Jehova majiwa. Watumishi wa Mungu wanafundisha neno la Mungu ambalo linanihimiza. Tena ambazo zinaleta tumaini. Sasa ile unaona tutiki. Mungu anatuma wajakazi wake. Unachimchunya ili wahimize moyo wangu. Ili moyo wangu iwe na dhabiti. Kichunya neema na tangu kwa moyo wangu isione mateso ambayo iko. Chunya una Yesu msalaba. Lakini moyo wangu ione Yesu kwenye msalaba. Yesu mjawa. Yesu mkombozi. Kwa Yesu niyo. Namshukuru Yesu. Sasa ndio kwa kibarua mwanzo. Yesu akanibariki na kibarua. Then kama pesa na timu ya yeye. Mahali pesa ilikuwa kidogo sana. Na yeye yatimo mano. Nilisadiki tu kufanya hayo. Na moko somo. Yule ambaye hajasoma. Na moko somo tichi mwana bora. Yule ambaye hajasoma kazi yoyote. Ngine kama vile. Unajua mahali popote ameenda. Kwa nini wanatiki? Akienda kutafuta kazi. Toko chomo watiki. Aendi kutafuta kazi zaidi. Ndio watu ni bora bora. Yeye anasema kazi yeyote. Bora bora. Yeyote. Bora bora. Yeyote. Kengi msomo nge. Kwa sababu hakuna kitu ambacho amesoma. Yesu pa. Yesu asifiwe. Bekanya sai. Baadaye Mungu watu ndio aliniunganisha na mke yake binti wa Gero. Yesu pa. Yesu asifiwe. Nasai no. Huyo Mungu na watu nakode. Aliniunganisha naye. Madonyo kudeke. Tumeingia naye kwenye ndoa. Mama jege makabuno kubiro. Binti wa Gero leo hajakuja. Naona Musa na papo Yesu. Alituma tu salamu ni sifu nani Yesu. Ndio sai no. Lakini huyo Mungu anaorita. Alinilinda. Rita kododa. Alilinda na nyumba yangu. Sai no mewanyetinda bi. Mungu akanipatia watoto 5. Machiwa de. Wanaume 3. Kwa njira hiyo. Binti 2. Sasa itakiroga ko. Je, wanokala mo Jehova. Nikiomba Mungu. Angisho Yesu. Nikamwambia Yesu. Na ukasomo. Sikusoma. Na gike kila sabelio. Nilifika darasa la 7. Kawasigugola. Kama ndio amenitoa. Esikuru kamano. Nikiwa kwa shule. Roja puni. Sasa mwalimu. Ni wala. Uliniokoa. Yeye nini ngilengo mabaya. Bali uko na lengo nzuri. Tindo misemi yaji. Hawa watoto ambao umenikabidhi. Miayo. Nipe njia. Miayo. Nipe njia. Mbona nitindo Yesu. Ili watoto waweze kusoma. Kechanyo kasomo. Kwa sababu mimi sikusoma. Yesu pa. Yesu asifiwe. Sai maja hera. Mungu wa upendo. Sai maja ngono. Mungu wa neema. Makonyo jogodo. Anasaidia wale ambao wamebaki. Paro jogoleo. Anawaza wale ambao wamekwama. Na paro wajiturwa. Mungu aliniwaza wenzangu. Tindo ndio somo. Watoto walisoma. Yesu nyomi yogisomo. Yesu akafanya wakasoma. Tinda dele kinyoti mfofo. Watoto 3 wakafanya kidato cha 4. Maduomi ni ya college. Mkubwa ako kwenye college. Yesu paki. Yesu asifiwe. Kendo mara leo bende. Wa pili pia Endo hito college. amekuwa pale college. Mara dek bende. Wa tatu pia Endo no donji. anangoja pia kuingia. Unapunjire gik moko madhini konyi magi. Ili ajifunze kile ambacho kinaweza saidia maisha yake. Yatima nyako ni form 4. Binti wa msichana ambaye ako kidato cha 4. Alamone Yesu. Namuombea Yesu Kutoki mabaya. amalize vyema. Yatima tilma nyako. Mdogo binti ni grade 8. ako darasa la 8. Alamone Jehova. Namuombea Yehova. Yesu
Yesu kunyalie. Yesu hawezi kubali kuna kijitiek somo wasimalize shule. Yesu paki. Amina. Agone Yesu niyo kama. Namshukuru Yesu. Sasa moserita. Mungu ambaye amenilinda. Ya nene nilimuona kutio nyake dala akitumikia pale nyumbani. Kero gikmaneonge. Ameza zile ambazo zikuwepo. Biyobedo. Zimekuwa. Ageno. Na tumaini. Gikmabe. Kuna vitu vizuri. Ponye nyima. Bwana ziko mbele zangu. Yesu na usano na. Yesu aliniaidia. Ina Yesu. Ayu Yesu.